Vipi boy wewe? Sikwelewelewi una wazazi hapo. Dunia inaumiza, matendo yanakera sana. Life lako sio poa mwanangu. Hilo hujabishana sana na mimi. Mimi mwenyewe nimetimuliwa mtaani. Yaani unavyoona hapa napambana mwenyewe ankali wangu, sijui unanielewa. Pole sana. Kwa nini wamekufukuza? Mshikaji wangu. Mimi nafokoa. Na ndio maana amenitimua hongu mwanangu. Kufokoa ndo nini? Oa, mimi napita na hati za watu mfukoni mwanetu. Yaani ukijichanganya tukikaa vibaya mimi nafokoa namna hiyo ile juu ndo maisha nayoishi mimi mwanangu. Kwa hiyo maana yake unaiba sio? Nadhani hapo ushanielewa mwanangu. Yaani hapa kazi yetu ndo kama hivyo nilivyokuelekeza, tunafokoa wakuja. Yaani wakuja na maanisha nini? Washamba. Tunaingia mifukoni mwa watu tunatoa waleti. Sijui naelewa. Hapa mjini hapa tunaishi kiakili. Usiishi kizembezembe kama unavyoishi hapa ile. Vipi wewe mwanangu? Hapana. Mimi sijafundishwa hivyo. Nimefundishwa kuwa mkakamavu na kutafuta kitu kwa mkono wangu. Yaani nikimaanisha nikitafuta kitu cha halali. Ila wizi hapana. Nashukuru sana kwa kunigia miogo, maana sikula tangu jana. Ila kwa ushauri wako wa wizi hapana. Afu dogo mshamba kweli. Sasa kama unataka kufanya kazi kama hizo unataka kufanya nini? Wewe utaishi kweli town wewe? Wewe dogo akuja na wewe kumbe. Hujatoka bado unahisi wewe. Hatuishi hivyo hapa town wewe, acha uoga. Mshamba kweli huyu. Ataishi kweli kazi kama hizo anazo kufanya mimi. Mimi nahangaika umboya afanya tabia za kishamba shamba vipi mtoto? Asiingie katika anga zangu kwanza. Dunia inaumiza, matendo yanakera sana. Atumani anapitia misukosuko, hana mtu wa kumtuliza, mawazo anaumia sana. Hii ndio dunia Mwenyezi Mungu, mbona unanipitisha kwenye barabara yenye kiza kiasi hichi? Sioni hata mwelekeo wangu. Nina njaa sana na siwezi kuingia kwenye majaribu ya wizi. Kwa nini umenivalisha kiatu ambacho ni kikubwa kuliko maisha yangu? Tafadhali naomba nifungulie milango yangu. Lakini kwani nikiiba mara moja napata dhambi? Sinafanya kwa ajili yangu mwenyewe. Mwenyezi Mungu, naomba niongoze kwa hilo. Dunia inaumiza. Nashukuru sana kwa kufika hapa mapema. Oya, twende chap chap, sina time ya kukaa hapa. Sawa. Taarifa zako nimezipata kwa uzuri sana. Na ndio maana nikakutafuta wewe hapo
tuweze kufanya deal kwa pamoja. Deal gani? Umeiona hii? Hii ni simu ya bosi wangu, nimeiiba. Ila nataka niuze kesi hii kwa mfanyakazi mwenzangu ambaye anajua kufanya sana kazi pale ofisini. Hivyo basi, nahitaji uende nyumbani kwake, ukaifiche simu ndani mahali ambapo hata yeye mwenyewe hawezi kujua ilipo. Sasa ndo michezo gani? Mimi nikienda kazini nitaikuta hii kesi. Baada ya hapo nitamshauri bosi atafute simu yake kupitia mitandao. Na natumaini atakamatwa na ataachishwa kazi. Na hiyo ndio plani yangu. Kwa hiyo, hii deal nikimaliza utanipa shilingi ngapi? Wewe unahitaji shilingi ngapi? Sikia, mimi hapo ni game mawili tu namaliza mchezo. Shika hii kama advance. Nitamalizia nyingine ukimaliza kazi. Hakikisha unafanya kazi zako kwa uhakika na kutegemea. Baridi. Yasa. Da, bora hata nilivyokuona kaka. Nilikuwa nakutafuta sana yani. Unataka nini tena? Mimi sitembei na shamba mimi. Mimi niko tayari Yasa. Imagine nipate tu pesa kakaangu. Baridi nifuate. Oa. Paka nimekuleta hapa, unajua nimekuamini. Kwa hiyo tuliza mapepe. Hapa kuna dili nimepewa. Umeiona simu? Hii ndo dili yenyewe. Yaani hii simu imeibiwa. Na mwenye hii simu ni bosi. Lakini aliyeiba hii simu ni mfanyakazi wake. Kwa hiyo mfanyakazi aliyeiba hii simu anataka amuzie kesi mfanyakazi mwenzie ili afukuzwe kazi pale ofisini. Kwa hiyo amenipa hii kazi nipeleke hii simu nyumbani kwa mlengwa ili akamatwe, na ndo lengo lake. Kwa hiyo sasa ndio tunatakiwa tuipeleke hii simu sio? Acha mapepe Asmani. Yaani ni deal juu ya deal. Kivipi? Sikia, yani ipo hivi. Hii simu hatuipeleki. Alafu baada ya hapo nitampigia simu nitamwambia kuwa nishaipeleka. Tutachukua hii simu na kwenda kuiflash, tutaenda kuiuza. Hapo tutakuwa tumepiga dili huku na huku. Yaani yeye atanipa hela ya kazi na huku tunakula hela ya simu. Da, kweli noma. Kumbe hizo una hela hivi? Aise, sitamani hata kuacha. Kama nilivyokuambia Asmani, mjini ni akili. Nguvu ni kujichosha. Vipi wewe? Kweli Yasa. Ila nakuahidi, mimi hii kazi sitaiacha. Ina pesa nyingi sana. Mimi mwanzoni nilikuwa naosha vyombo tu hotelini. Nilikuwa napewa buku tu. Ila hapa hata jasho sijatoa. Pesa kama zote. Da, yani hata sijui kwa nini nimechelewa kukujua. Ase, bahati ya mtende imedondoka chini ya miguu yangu. Nataka nifungue magenge 3 ya nyanya pamoja na migawa 2 ya chakula. Alafu mimi ndio bosi wa migawa hiyo. Au unaonaje mawazo yangu? Ni mazuri si Sawa, ni mazuri. Sasa ngoja nichukue simu hapa nimpigie huyo boy nimwambie kwa nishamaliza kazi yake. Vipi boy? Fresh tu. Vipi uko lakini? Kazi inaendeleaje? Yaani hapa ndo natoka katika hiyo nyumba, nishamaliza kazi tayari. Ya kweli?
bro? Kwani mimi nautana na wewe? Hamna bro wangu. Ila mimi nilidhani ni issue hata siku 2 hivi. Ila umefanya ndani ya masaa 2 tu. Yaani kweli hapo ndio nimeamini kuwa wewe ni mtu wa kazi. Sasa sikia bro wangu. Mimi hapa nimepata dharura kidogo. Nitakumalizia hiyo pesa yako, nitakutumia kwenye simu. Alafu mimi kuhusu ile issue nitamalizia, wala hata usijali. Sawa, nisubiri hapa, nipo kwa wakala. Usijali ndugu yangu. Ngoja nitoke na mimi niende kwa wakala. Na kutumia sasa hivi. Finish. Utawala. Ubabe. Nakuona wewe ndio hivyo. Mazingira gani ile? Si mwenyewe mzigo wenyewe ndio huu, unataka ucheki. Fanya mazingira gani ile? Si unaelewa mwenyewe kani nilivyokuelekeza? Si maswala kuflash tu. Flash tu hapo, haina noma, ile unarudisha mzigo. Hamna noma, ndigeka dakika 5 hapa alikuwa yeye nikimbia ofisini chapo kuja kukusikiliza hapa mwanangu. Ubabe, mimi nipo hapa nakusubiri. Dakika 5 nageuza. Haina noma. Matendo yanakera sana, Athumani anapitia misukosuko, hana mtu wa kumtuliza, mawazo anaumia sana. Hii ndio dunia ba, hii ndio dunia ba. Halo? Halo basi. Kwema? Kwema vipi? Safi. Vipi, ulifanikiwa kuipata simu bosi? Hapana, bado sijaipata. Ila nimetoa siku 3 tu za uchunguzi. Isipopatikana nitatumia njia mbadala. Mimi nilikuwa nina wazo bosi. Ndani ya siku hizo 3 za uchunguzi, ungetumia mtandao kwa ajili ya kutafuta simu yako. Kwa bahati mbaya mimi niko mbali tu, ila nina ndugu yangu ambaye ni IT. Kama upo free ni kuunganishe naye. Sasa hivi naipata simu yako bosi. Okay, mimi niko free, niunganishe naye. Sawa. Tambo ili hapa lilipo jeupe halina matatizo yote. Kwa hapa ndio umeflash. Baada ya hapo tuondoke hapo, kuna mtu hapa nimemcheki, kaniambia nataka alione tu tukapige bele leo. Sawa. Sogea mbele, nishakuona. Sogea. Nishakuona. Karibu ndugu yangu. Asante mama. Karibu keti. Okay.
Yes, nimepata location. Mkuu, hapa ndo ilipo location yako kama ulivyoona. Kwa hiyo tafadhali nipe simu yako ili nikopi location tuendelee kuitafuta. Mkuu, hapa ndio utakwenda kutafuta kwanza sasa hivi. Sema naomba naongea na bosi wangu kwanza hapo nitakurudia. Hello. Ndiyo Mr. Liziwani. Vipi? Umefanikiwa kuipata location? Ndiyo. Inasoma wapi? Inasoma kwa Mbagala. Wapi? Kwa Mbagala. Sasa inasomaje hapo jamani? Ngoja kwanza nimalizane na bosi wangu nitakurudia. Sasa bosi, kama unavyoona, tuweze tukaanza kutafuta simu yako. Asa mbona afiki? Au amepotea nini? Sidhani. Ngoja kwanza nikamwangalie. Wewe baki hapo hapo na hiyo simu. Usiondoke, sawa? Vipi? Bado mbali sana? Tunakaribia kufika. Tunaona hapa tunakaribia kukutana. Subiri. Hii location ipo maeneo haya. Simuona hapa. Tumekutana hapa hapa.
bara mwezi nazima, hakuna mwangaza, taswira ya fifia, hakuna cha kuona, giza la sititanda, natamani hata kulia, ila hii ndo hati yangu. Oh, hatma, oh hatma.